ila cia bilingi wa mauvo. Wakana wa matuku 19 mwei ni wa thanthatu mwaka ni wa 2025 ninaokethia na utho chatu manithie nthini wa bilingi wa mauvo mwendoni wa saa mwanza masita makwanite wa beti wa mwania tuambililia mauvo maitu ni kana governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wathingirila kana munini wa mavisa ma polisi va Kenya Deputy Inspector General Eliud Lagat na wale umila kotini na kuvingwiwe kwani ya uwani wa Albert Ojang ni kana ndithiwe na Mougo Mutula ni wasya kana zama ya kukunikila uthukumi wa mavisa ma polisi vandi ya Kenya ya IPOA ni aliyeti kukati ya ukunikiliwa kikuu cha Ojwang ni kana aki ukwatikana ainena ndikima maovu mokawani wa musini munene wa wote Mutula Kilonzo Junior iwete kana maandamano alama twaiwe ni amwika majenzi ni wananio wa kana Kenya ati yani okunikili ulo twaiwe ni serikali kukonia uwani osu. Nitukwita weke nondu wa uvetukano wa wasa ntuketha tuonengelelia ngewesu hivi ndani itevasa. Mumbunge wa Kimilili Didmas Barasa ni wataelimia kuthacha motalatala mbungeni ya kati kuvetanga muvia wa Independent Policing Oversight Authority ulani haipoa. Barasa inena na andikima mauvo miakaoni ya mbunge iwete kana muvia huu witumia mavinya hala manengetwe kwenye maasi ya mavisa ma polisi. Mbungo huu haitetea mavisa ma polisi ni wawete kana kulikililwa kwa mavisa ma polisi ni ukono kwa usesei wa nthi na ingi kutulia mavisa ma nthini na uthukumini wo. We need to mature our processes to the level that our procedure should never revolve around an individual. First, I regret the resignation of the Deputy Inspector General, Bwana Eliud Lagat. It was uncalled for. There is no relationship between a DIG and a police station. A DIG is a very senior person. When a DIG makes a complaint and an OB is booked, I have had people asking why that gentleman was transferred from Homa Bay to Nairobi. When you make a complaint in Malindi or in Isiolo, even if the suspect is in Tanzania, that suspect must be brought to the station upon which the report was first filed. And I think if there is a gentleman that requires to be given a prize or a present, it's Eliud Lagat. If I were him, I wouldn't have made a complaint. Today, the most worried people are police officers. They are worried because they have a constitutional duty to protect life and properties. But in line of doing what they do, many of them have lost jobs, many of them have been jailed, many of them are facing myriad of criminal cases and prosecutions. So in my view, I think we need to reflect as a country. We need to look beyond whatever is happening today. You cannot condemn the National Police Service on the basis of very few isolated cases, because the contrary is to seriously interfere with the work of the police officers. If IPOA will continue to terrorize and intimidate and instill fear in the National Police Service, I will be proposing constitutional amendments to either disband IPOA or to reduce them to a manner akin to how Parliament handles petitions. Parliament of Kenya cannot process a petition that is pending in a court of law. Even IPOA cannot purport to be opening fresh investigations on a matter that is actively being investigated by the police officers. We must let the independence of the National Police Service the same way we do not interfere with the activities of the judiciary.
Today, if a Kenyan goes to court to seek for justice, and that justice is not served, there are very many Kenyans whose pursuit for justice in the court of law has been pending for the last 6, 7, 8, 9, 10 years, while the officers that are responsible for the delay of their cases, they are not victimized. Why are we interfering with the police officers? Today, there is a thin line between a security officer from G4S, from Group 4, from Securex, and the police and the police officers. Ofisa umwe wa polisi Thika nunathiwe na kuwa wa wakele kavinane kala unakolana cia na motai wa mota cia bodaboda ila itembandikithie kavinane kala manatwa isi ukunikeli kana inspection cia mota kuyanana na ngusi ya Medho Rose McKenna ni kana maofisa a maendesi wiawo wa kuthoima mota kavinane kala manethianie na mota hii tena mavalua kana namba ile mbitikilie kuyatwima mota cia bodaboda sokoni wa Thika wala ofisa umwe unakuye mbungo cia mota hii valangu sanisio inambiye katiwo na kumusukumia moto yo wa mota kuosa ivuti ya muskali huku chavinya na kumwadha kithoi movisa halama na inake mayambo lasimika kuosa usesi mbewamo kutungithia isasi mwesililwa Isemba na kulisa mota ingi na kulasimika kulecha ivuti ila unatumiye vala yesiye kuoswa ni movisa meno tuika wa ukunikiliwa kukunikila siko sia uwani ungeika na crime ayekevya movoa DCIO wa Thika Jacinta Mbaikano wete kana movisa Maisalo ni maende na kumanda mwesililwa wenye walikuwa naye akijaribu kungangana naye sasa akatoroka kidogo juu sasa huyu jamaa ni kama amewaweza jamaa kona nguvu sasa akashoot na huyo mwingine akajaribu kumshuti huyo ofisa akahepa kidogo akainama kidogo sasa hiyo risasi ikaweza kupenya ikapotea kidogo sasa kuamka tena wakaanza sasa makibishano ya shoot futa ni kufute kwa vile kitu ningetaka kusema sisi hatukuna kitu tungeweza kusaidia juu sasa kama sisi wabilie wenye tumekuwa hapa kwa barabara wakati tumeona hiyo kitu kiendelea ungeweza kukaribia kwa ile kitu tumefanya sisi ni kuokoa uhai wa ofisa ilikuwa watu watatu wenye wamekuja wakinegotiate wakavuka hadi hapa kwa mananasi hapa kando si hatukuwa tunajua nini inaendelea huyo kaskari ameshutiwa alikuwa anataka kusoma kodi ya pikipiki venye huyo jamaa mwenye amemshuti huyo mwizi ni kama ameona pikipiki yake ina kodi akatense wakavurutana wakienda wakiongea kwa hiyo harakati ya kuongea akanyang'anya huyo askari pisto yake akampiga hapa ya kifua ikatokea kwa mgongo akalala hapo chini kwa nyasi huyo jamaa amenyang'anywa alikuwa ameacha pikipiki yake hapa across kwa barabara venye ameiacha akakimbia akavuka lami sasa mimi sikuona hapo pengine venye kuvuka kwa lami wenye walikuwa the other side across akaenda akasimamisha hiyo pikipiki ilikuwa imebeba abiria akaambia ashuke ama amshoot akachukua hiyo pikipiki akaingia mahali pengine kunaitwa section 9 hapo ndipo ameacha pikipiki yake na magazine akabeba na nyingine akarushwa quickmart akatoroka hii area yetu ni mbaya juu hata mchana unakuta unatembea unasikia watu wa pikipiki hata ujui ni wezi unakuta umeibiwa na pikipiki ya maskari iko nyuma wakienda hata ukienda kuripoti unaambiwa hiyo it is a petty issue wanafuatilia saa tujuangi lakini hii area yetu in terms of security iko chini labda wa improve mimi ni pale mkaza wa kujakiwa na mtu alikuwa na bunduki nikiwa na customer na akatusikisha kwa pikipiki akatuambia tushuke tukashuka akatuonyesha bunduki hapo akapotea na pikipiki kibati nikapiga wenzangu wakaifuata na yeye vile alikibiza kuna mahali enda akaiacha kwa hiyo estate ya section 9 na sijaipata ikiwa imeharibiwa mahali popote kwa sababu aliacha na akakimbia Enenthi sioni cia Katangi ni maelesia vuya woku konya wangele kuwongei wa mangoi sioni mainene ya skulu ni wa sekondari wa Katangi kaminane ka mauvundi sio kuma kuikundi ya Inades yulua kusuvia ngoi ni mathingela vata wa usese ni kana kuangamia siko hii ona huyo vama visama usese ni maikithisia enenthi usese maimakule kukwatiania na moni kana kutuma nyamogo na 10 siko isia ongei the only time you can mimi ningeonelea kama serikali ingefika marupuku hii usaji wa nyama ya punda wafunge hizo vichinjio na pia wafunge hii biashara ya ngozi za punda kwa sababu naona wanaweza kufanya hivyo kwa nini
Hizi nyama zinabebwa kutoka hapa huku kwa Vicheka na Ngali. Na hizo mangali kuna mahali wanapeleka hizo nyama kwa soko. Kungekuwa na officers wa pet mahali hizo nyama zinapelekwa, wachunguze kama hizo nyama ni za ng'ombe ama ni za mbuzi. Na hiyo ilikuwa imeanza kitambo lakini ikanyamazia. Sasa tuseme juzi ndio wameanza tena kuchinja punda kwenye misitu, hawachinjii kwenye slaughter, wanachinjia kwenye misitu. Na hiyo ni kitu ambao wananchi wa Katangi wamelaani sana kwa vitisho, kwa sababu hiyo inaumiza mwananchi wa kawaida. Na nafikiria hiyo kitu ilikuwa imeanza upande wa Kithioko, na Kithioko ni kama imekoma na ikarudi upande wa Machakos County, upande wa Katangi Ward. Kwa hivyo kwa leo nashukuru kwa sababu tumeongea mengi tukiwa na maofisi ya serikali, na kitu kingine ambao ningeomba ni upande wa serikali yetu, kwa sababu tunaamini kwamba kuna cartel ambao sijui wako kiwango ya juu, kwa sababu hatuwezi kushindana nao bila serikali. Kwa hivyo ningeomba serikali itie bidii, kama ni hao watu ambao wana transport mambo ya punda, skins na mambo ya nyama, wakomeshe hiyo maneno, na ninaamini mwananchi wa kawaida atakuwa na haki ya kutunza punda na kulisha punda, kama manake tunaamini kwamba punda ni utunze punda akutunze. Donkey bush slaughter, because all the donkey slaughterhouses in Kenya were closed. Now we have a concern about the donkey bush slaughter. The risk that it brings to the population is that these donkeys are slaughtered in the bush and meat is uninspected. There is a risk of zoonotic diseases like anthrax that affect both human beings and donkeys, like anthrax, like brucellosis. So when these donkeys that are sick are slaughtered, for example, it poses a risk to the general population. Ndukathi basa ni tusakithete na mauvo angi ala tukombanisie ndini wa mesa ito ya mauvo. Mundu losa kuwa yembe timwini. Mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba manyola nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo. Usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga. Maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda. Kindu taki kenda passion. Kenda passion. Alafu sainge talanta. Nimbunde asia mundu na nimubunde asiata mostly nyando alangwata amakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokele na mubunde sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiba maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwea utewa kwiyonea ethwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku niwambia tu mangomboka pe kwata yutu ebuti bonenge nonye uyosu inyako ndete na gono uya maseo kwa nenda kikomba kainga uomboka uma spinach ilobi maluga la matemange ngoko ngasue yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange nimeba tumeta katakata Plensi kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwida ni baba na ndukatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi bala umete na kula wendete Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea newea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Weni withitwe uithinywa ni mwikwa ivinda yasa na umanthite uiti na ndwa kwata ndukathinike ingi Mount Everest Nutritional Clinics ni tuuthinikia mawauta mutambuko ulcers pressure sukali mathina mambio kukuna ningo mathina manga kukosa mwana vinya wa mundume kana low libido kati wa mathina angi maingi no kwatianie na matagitali na ataalamu kwa kuthokia maofisi maitu masaku ni kila muthenya Mulu Mutisha Gardens nyumbani ya Superstar Building
Building golovani ya Mbe ilovinota ou kila muthenya lelo ni wala Tema Road Lois Plaza kusianisa na Maximum Miracle Center Meru no kila muthenya Sara Plaza kusianisa na stage nene wakwambililia nitwithia wa matu New Thika Lodge wakeli Tala Nindhoki House wakatatu ni Emali Kindu Mall kwa PC wakana ni Kibwezi PCA Hall wakatano ni Wote Morning Glory Hotel oinge Thika Rambogo Hotel na wakatano ousu ni trivia wa Embu Morning Glory Plaza golovani ya Mbe vakuvi na vengi wa KCB na wadhandatu ni Mombasa City Food vakuvi na vengi wa KCB kwa mauvombe yange nena na Dr. Munyo kuisila nambani noti monza imwe noti dhandatu itano kana noti monza itatu ile nyanya inyakenda lilikana wale ya kutumia leuwaku nesa tandawa ukatumia ndawata leuwaku Mount Everest Nutritional Clinics kwa uiti museo. Kendo mundu usiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mamakana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika hanon makini kindu kithia wa nthini wa mundu na kikamumyo tuini akatanga songinya ndisianta talent ya kunenyiba Uzonga kuikia talent kusudi ni umaloke ukamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme ikalile yake mundu ndela naye kama kwa mama ndio kwikalo maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki mianesa kisao kumia kindu nye ni namba kende ni enda bandu gakidia namba kenda ngimeze mubila konzi ngale gwithia na umezio no naje ndo ndinege gikosini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa Shabeti wa Mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetia kilungu cha inengo na mikanile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba Mukamba ni wesi uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongo etie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, ukosebina wa kiume, mauma kekonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chumwa wauikala wakwambelelia matiku na thandatu mwe wa thandatu twe Makendo New Sky Go Shops kuthengeania na Police Post kuthengeania na Total Petrol Station leluni wa kuthi wote wakele matiku na Monza tuitala kuthengeania na Flavors Restaurant kati wa Total Petrol Station na Isma Supermarket wakatatu matiku na nana twe Matu Stage kwa kinatwa Sako Booking Office kuthengeania na Matu Supermarket wakana matiku na kenda twe Kitui Mall Mall golobambe ubisi namba 54 kungithanisia na bengi wa Equity wakatano matiku 20 twe Masako Complex Inn kuthengeania na Rafi Supermarket kuthengeania na Cooperative Bank na wathandatu matiku 21 Ilovi Mulolongo kuthengeania na 3D's Hotel kwa flyover ya Yellow kwa mauvombe yange tuthoke mabisi na maitu kana tukunesimu kwisela noti Monza ile emwa noti kenda noti kana noti Monza na ina ile 55 kana tuandikie SMS kana WhatsApp kwisela noti Monza emwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Nina udhocha ingi serikali ya gati niendeka kumina mathina onthe alame kumbilite ni maya kawa na muno kuyanisema watho kuyaimi uni wito wa Julius Mutuku Munyoki MCA wa Matungulu ya umiloni wa Sua ula wailesya kana aimi makawa ni avinyiye muno ni makwani kati wa maundu angi na vewa ilu serikali itethesya kumina makwani na kwikia mitalatala ya kutoa hingi Munyoki ni wakulia tongoi onthe anyube kutethia yako kile na kusukumia kutongia nima ya kawa ila yende kuanza isione sia ukamba. Kawa wina mbesa. Kawa wetewa na dola. Mba ile ingisio onde ni kuiye kawa. Ni kuiye mbemba sia kuwa iwa. Oparanya tuiye kwake nukuiye iwa. Abanda kawa. Nienda tubande kawa. Na juwe kile watu wa kawa kithine. In 2 weeks kana in 1 week ukanewa 40 shillings. Silingi miongwena. Kwa kila kilo, isi ni cherry fund. Nikenda withie kawa wakuisa utewa, bado wona mbesa. Boso, hivi kabau, mbemba, hivi kabau. Kwa ni kulia kila mundu wonde, abande kawa. Na netuende na one na nyana president, tunewe seedling.
eba ni batoneka andu manewe nundu kitina kimwe cha kahawa kitesawa shilingi 50 takeka ni batoneka withia andu manewa kahawa mana mabuye kahawa mana manewa mana maima kabande na indi okila kingi na ni chune chetu ukulia serikali yaitu tumewe duty kana VAT iulwa input sia miundani kana sia kahawa ndawa ya kahawa ni expensive fertilizer almost ni expensive na ila tuwe kiasi ndo izu kahawa ni twa sambesa twa umania the profit margin ni kwa uti kulia if ebatomeka input sia kahawa ikeva zero rated na nienda mundu ula tithi ya watu hitho ima ona eba timusakua MP ona timusakua senator eba ndukanene ya ubo wa kahawa tinaku niki Masai masakua ledama olikina nikenda atete ngombe sio watho wake theka Kajiado ndukekie senenge nunu ngombe ndikungila ungu ya senenge nikenda waumyanga no yaku ngombe sia Masai ije ulota nene ya ubo wa kahawa kama matungolo usuni adui wa matungolo ulota nene ya mashamba mama matungolo alama vandalize iwe nimekora usuni adui wa matungolo kwa nienda muke nikenda twithe na round table tetho cha musumbe na ninajua mbele Muka wa president wa nthi ya Kenya Mwandu Rachel Ruto no kwatianie na kama president nthio nthi wa mbano wa mwanza wa kama asumbi mbano huu na ula umbanitwe ni movia wa Mark Foundation na uvatisi uteta Mark Foundation First Ladies Initiative utwaiwe nthi ya United Arab Emirates kieleloni chamo kikudananisia maundu makonete wima wa mwene nthi na kukilia kisomo cha 8. Em breve. Since 2012, Mark Foundation has provided 244 scholarships for our Kenyan doctors, some of whom are here with us today. This is an extraordinary milestone that will leave a lasting impact on the quality and accessibility of healthcare across our nation. 50% of these scholarships are provided to female healthcare workers, which is a great milestone of women empowerment. This remarkable platform inspires collaboration, action, and real impact across our beloved continent and beyond. I believe as First Ladies, it is our responsibility to establish and build strong, long-term partnerships with organizations like the Mark Foundation that can help us to embrace access to quality and equitable healthcare solutions and support girl-child education for our communities. The Mark Foundation's education program, Educating Linda, currently supports 47 underprivileged, yet high-performing Kenyan schoolgirls by offering full scholarships from secondary school until they graduate from college. I believe every girl in Kenya and across Africa deserves the opportunity to pursue her dreams. It's a great honor to have all of you with us to achieve our objective of building healthcare capacity, supporting girls' education, and empowering women, especially the women who's living with infertility and living with the stigma of infertility. And being the ambassadors of More Than a Mother is a great achievement for these causes and to achieve these missions and vision. No to infertility. Tuilika iwanza ndinikana timu wa A2 wa Harambee Starlets va Kenya withiwa wikomana na timu wa South Sudan umundi saa 10 ya huyo ndiro madha wala maende Masikafa Senior Women Championship kiwanzani cha Azam Sports Complex maende na okota malenyu kuyombanisya idhaoyi ni maweta mwikiyo wo kusina maiweta ni mayombanite ondo vailite.
Naweza sema zimekuwa game poa, but pia si team rahisi, zimekuwa team tough, but tume give all, preparation ilikuwa poa, vile tulifunza ndio tulileta kwa game, ndio ikakuwa rahisi, tukakuwa washindi. Feeling yangu ilikuwa poa, ni motivation kwangu. Jipush, inanipea motivation ya kujipush, work hard pia. Mimi kama mtu kama mimi, nimefeel hije tumekuja by the way. Na feel nikuja nikuwe top scorer. Hii game ya Burundi nijiamini, lazima nifunge bao kadhaa na ikakuwa hivyo. Na hii pia ya Uganda ilikuwa pia ni lazima ning'ang'ane na nifunge bao. Game ya Tanzania hii tunaenda kucheza hii, lazima pia nitafute mabao. Sitaki let down, lazima nikuwe top scorer. Ni muvyamo na museisya wa Mutongoi TV na ondwa kutokoza kwa kwilwela vilingi wa maovo va Mutongoi TV ngwatanio ya mwakamba ni kuendea oseisya mwalu wa liungulasi atalia nitawabeti wa mwania tindanesa.